Nashukuru Mungu amenipa neema tena hii tumekutana katika kipindi chetu, na moja kwa moja tunakwenda kwenye somo letu la leo. Somo letu la leo tutalitoa katika kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 9. Tutasoma mstari wa 6 hadi wa 7, tutakuwa tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hatutoweza kusoma maandiko mengi, tutasoma tu andiko moja na tutakuwa tumemaliza. Na somo letu la leo tumelipa jina mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa. Na somo letu linatoka katika kitabu cha Isaya sura ile ya 9 mstari wa 6 hadi wa 7. Tunakwenda kusoma katika jina la Yesu. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maungao ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kudhibitisha na kuutengeneza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akiwa katika maisha yako atakuwa na wivu na maisha yako. Atatenda mambo makubwa kwako na atakuwa na wivu na maisha yako, kwa sababu ana wivu na wewe. Ni kama vile wewe unavyoweza kuwa na wivu na watoto wako, kwamba siwezi kukubali watoto wangu watendewe vibaya, na unapambana ili watoto wako wasitendewe vibaya. Na Mungu ana wivu na maisha yako na watoto wako na familia yako na ndoa yako, kwa sababu mtu yoyote yule atakayeanza kukubishia haitowezekana, kwa sababu Mungu ana wivu na wewe, akulinde na mitego yote wanayokutegea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni vizuri wivu wa Mungu ukafanya kazi ndani yako, kwa biashara yako, kwa huduma yako, kwa ndoa yako. Wivu wa Bwana utuzunguke katika jina la Yesu. Na wivu wa Mungu unafanya kazi kwa watoto wake, wale waliomuamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yesu Kristo amezaliwa kwa ajili yangu na wewe, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Atatetemesha wafalme, atatetemesha mataifa. Kwa hiyo mtu yeyote yule asikutetemeshe kwa mamlaka yake. Tunaye mmoja anayeweza kutetemesha falme zote, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye tunamsherekea amezaliwa, kwa sababu yeye ni mshauri wa ajabu. Hata kutafuta ushauri kwenye mitandao, nenda kwa Yesu Kristo ambaye tunamsherekea amezaliwa. Atakupa ushauri unaopita wasomi wote. Njoo kwa Yesu upate ushauri, kijana mwenzangu, dada yangu, baba yangu, mama yangu, rafiki yangu. Usitembee bila ushauri wa Yesu Kristo. Usimalize mwaka huu bila ushauri wowote. Njoo kwa Yesu Kristo akushauri katika njia ambazo zinazokufaa. Acha kutafuta ushauri kwa waganga na wachawi. Yesu Kristo ni mshauri wa ajabu na ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiulize, mwaka huu umetumia nguvu gani katika biashara yako? Umetumia nguvu gani katika huduma yako? Umetumia nguvu gani katika kazi yako? Mtu yoyote asikutishe na nguvu zake za kidunia. Yesu Kristo ndiye mwenye nguvu zote. Yeye hashindwi na chochote. Yeye ni Baba wa milele. Ndani mwake kuna umilele, na anatupa uzima wa milele, na ni uzima ambao unaotupa furaha, na anaitwa Mfalme wa amani. Mwaka huu umekosa amani sana, umeshindwa uende wapi? Njoo kwa Yesu Kristo upate amani katika jina la Yesu. Amani ya kweli haitegemeani na mtu. Amani ya kweli haitokani na kujuana na watu, bali amani ya kweli inatokana na kumjua Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekuwa na maamuzi mengi ndani ya moyo wako. Umekuwa na mambo mengi ndani ya roho yako. Umeshindwa uyapeleke wapi? Njoo kwa Yesu Kristo ambaye anaitwa Mfalme wa amani. Amekuja kwa ajili yako. Yuko mahali hapa kwa ajili yako, ili akusaidie katika yale unayokwenda kupitia. Na neno hili liweze kukubariki na kukulinda katika jina la Yesu. Acha nikupe siri. Usifanye moyo mgumu. Mwache Yesu Kristo azaliwe ndani ya moyo wako. Mungu akusaidie sana.